watu kuwa waamini. Nilifundisha hapa nikasema muumini anaweza kuamini chochote, na ndio maana leo mitume na manabii wenye mafundisho ya uongo na kweli wamejaa, na watu kwa sababu ni waumini, sio wanafunzi wa Yesu, wanaamini chochote. Niliwaambia leo hii sasa mawe ya upako nao yamekuja. Anza kuuziwa jiwe la gramu ngapi, sijui milioni ngapi unauziwa, afu naambiwa nenda kaweke dukani kwako, naenda kwenye ofisi yako, weka hili jiwe kwenye drawer yako, utafukuzwa kazi. Maskini. Nilisema hivi, ukiwa mwanafunzi wa Yesu, Bwana Yesu asifiwe sana, hautapokea chochote, hautaamini chochote. Mwanafunzi wa Yesu anachunguza fundisho lililo sahihi kwa Bwana. Sema amen. Ndio takuja kulishwa na matango poli. Wewe mtu anawafungia ndani watu, alafu anamwaga petroli, anapiga kiberiti, anaambia ndio mnakwenda mbinguni. Ndio fundisho la Yesu. Mtu anaotesha nyasi mbichi, alafu anawaswaga washirika kama mbuzi, wanatafuna nyasi kwa mdomo. Yaani mtu kabisa anafundisha, mwanaume mzima na ndevu zake kabisa, anafundisha kabisa kanisani, anasimama madhabahuni, anaweka mguu hivi, anawaambia washirika hili ndilo lango la baraka. Na unakuta wasomi, vijana wazuri, wadada wazuri, watu wenye pesa zao wanapita chini ya mguu, kwamba ndio lango la baraka. Jamani, 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 jamani. Sasa usipokuwa mwanafunzi wa Yesu, yani utaamini kila fundisho, lakini mwanafunzi wa Yesu anachunguza fundisho lililo sahihi kwa Bwana. Sema amen. Kwa Yesu ametuagiza tukawafanye watu kuwa wanafunzi na sio waamini, watu wa usharika fulani. Bwana asifiwe. Ili uwe mwanafunzi unafanyeje? Mambo matano pale nilisema, ngoja nipite pale kwa haraka haraka. Ujumbe wetu ni jinsi ya kufanya ili uwe mwanafunzi wa Yesu. Sasa ili uwe mwanafunzi wa Yesu unapaswa kufanya nini? Ni mambo gani yatakutambulisha wewe kuwa mwanafunzi wa Yesu? Ili uwe mwanafunzi wa Yesu, nilisema jambo la kwanza, kila siku uwe na uwezo wa kusoma neno la Mungu. Kila siku uwe na uwezo wa kusoma neno la Mungu. Nilisema hivi, mtu anayetaka kuwa mwanafunzi wa Yesu lazima kwa siku awe na uwezo wa kutenga muda wa kusoma neno la Mungu. Sasa ili uwe mwanafunzi wa Yesu, jambo la kwanza lazima ukubali kutenga muda kila siku, soma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshike tena mkono jirani yako, mshike tena, muulize, hivi kweli unasomaga neno? Muulize, jana ulisoma? Muulize, hebu vuta kumbukumbu, ulisoma jana? Hebu tuwe wa kweli mbele za Mungu. Waliosoma jana neno moja, hata aya moja kwenye Biblia, wewe inua mkono juu. Wewe wa media usimuliki huko, nikaaibika hapa. Waliosoma jana inua mkono juu. Manake mliobaki jana hamkusoma neno. Wote ambao hamkusoma neno inueni mkono juu. Sasa muulize mwenzako, hivi wewe ni mwanafunzi wa Yesu kweli?
Inakuwaje mwanafunzi wa Yesu kutwa nzima? Ninyi madereva bodaboda mnaingiza bukubuku kutwa nzima, hamuingizi hata mstari mmoja. Wewe Vincent wewe. Tulisoma Danieli sura ya 9 na mstari wa 2. Iwa baba Isaya ndio ile ukikutana na msabato anakupiga aya 5 za kutetea usabato wake. Wewe huna hata aya moja. Unasema subiri nimpigie pasta wangu Msimba nikumbushe ni andiko gani linasema habari hizi. Usomi. Na kwa sababu usomi, wewe sio mwanafunzi wa Yesu. Pointi ya pili, ili uwe mwanafunzi wa Yesu, nini kifanyike? Nilisema unaposoma maandiko uwe na uwezo wa kuyarudia kuyasoma bila kuangalia kwenye Biblia. Mwanafunzi wa Yesu lazima awe na neno ndani yake. Sasa hapa ndio changamoto, hapa ndio changamoto. Unajua majina ya wachezaji wote wa timu yako unayoipenda, lakini kiuhalisia huna hata andiko moja ambalo unaweza ukaliimba ukaisema bila kusoma kwenye Biblia. Nitoe mfano hapa, nikikupointi njoo uniambie andiko moja hapa. Wote mniangalie huku, Roho Bwana nielekeze. Taanza kusema Mathayo sura ya 38. Umeitoa wapi Mathayo 38? Naambia watu imeandikwa humu, someni tu humu. Umetoa wapi? Sikiliza, soma neno, funika Biblia, lirudie lile neno na kulirudia tena na kulirudia tena, likae. Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 16, Biblia inasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo. Sasa neno linakaaje? Kukaa kwa neno ndani ni kule ambako unaweza kusimamishwa ukaongea aya 3, 4, 5 bila kusoma katika Biblia. Huyo mtu, hilo neno limekaa ndani. Sasa tunakwambia tupe hata aya moja, unaanza kuhesabu hizi feni ziko ngapi? Jamani, tubadilike watu wa Mungu. Nasema tubadilike watu wa Mungu. Nasema tena tubadilike watu wa Mungu. Mbona namba ya mchumba wako wenyewe umeikalili? Kwa nini usikalili neno la Yehova? Kwa nini usikalili neno la Mungu aliyekuumba, Mungu aliyekupa pumzi ya uhai? Kwa nini usikalili neno lake? Kwa nini usitembee na neno lake? Unakalili barabara ya kwenda Kariakoo na Mbezi, upotei. Lakini neno kwa nini ukalili? Wamama mna vipawa, kikipotea hata kijiko kimoja mnajua. Unamuuliza, we dada, mbona kile kijiko na nani, mbona sikioni? Ile otipoti mbona sioni? Mbona mkalili neno? Mwangalia jirani yako, muulize umekalili mangapi? Mwambie niambie basi nilokeze. Msikilize akwambie amekalili ipi? Andiko gani? Sara, si umwambie Tidam. Inawezekana muujiza ukatokea hapo. Bwana akaleta ufunuo mpya. Na vijana, msioe mabinti ambao hawana neno. Binti ambaye huna neno ufai kuolewa.
Mabinti msiolewa na vijana wabaishaji hapo hawana neno. Atakuteteaje huyo? Paulo anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo. Utaanza kuuliza hapa ili mnikimbie vizuri, na bora ukimbie tu. Sisi tuliookoka, sisi ni watu wa kipekee sana. Sisi tuna upendeleo. Wewe usijifananishe, wewe ni mtu uniki. Wewe una neema ya Mungu. Usijidharau. Nasema tena usijidharau. Nasema tena usijidharau. Yaani ukishaokoka, umetoka kwenye ukoo wako kiroho, umeunganishwa kwenye ukoo wa Ibrahimu kiroho, ukoo wa Yesu. Wewe ni ukuhani wa kifalme, wewe ni taifa takatifu, wewe ni miliki ya Mungu. Ukishaokoka, ukishamkubali Yesu, wewe ni wa tofauti kabisa, na watu wakikuangalia wakuone wewe ni wa tofauti. Sasa wanakwambia tusindikize, tuna mazungumzo. Mnaenda kufanyia mazungumzo kwenye bar na wanakunywa bia, na wewe mwisho unakunywa. Nakuja kwako, oh, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Oh, Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Oh, Bwana Mungu, Bwana Mungu, ninakuja kwako.